Shalom, salimu kwa jina la Yesu Kristo. Saa hii nizungumze na ujumbe wa neno la Mungu. Tujifunze kutoka kitabu cha Marko sura 5 mstari kuanzia wa 25. Habari hizi zinamhusu mama ambaye alikuwa ana shida ya kutokwa na damu. Maandiko yanasema Marko sura 5 mstari kuanzia 25, na mwanamke mmoja mwenye kutoka na damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharamiwa vitu vyote alivyonavyo, kusimfai hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya zaidi. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mstari 29 ni 20. Habari hizi wengi tunazifahamu juu ya habari ya huyu mama aliyekuwa anasumbuliwa, na tunajifunza mambo kadhaa katika habari ya mama huyu tunaposoma hali yake ya kuugua miaka 12. Tatizo ni kutoka na damu. Katika tatizo hilo, kwa muda wote huo hakukaa kimya, hakukaa tumbo la mradi kuangalia kile kinachoendelea. Alichukua hatua ya kutafuta matibabu. Maandiko yanasema kuwa alitafuta matibabu kwa wengi, mikono ya wauguzi. Alienda mahali huku na huku kwa matabibu wengi. Ingereza anasema physician. He went to many physician. Huku akienda akiambiwa hiki, anatoa fedha, pengine na mimi nilipata matibabu fulani. Huyu anashindwa, anamwambia nenda kwa fulani, au anakuja nyumbani anaambiwa nenda kamwangalie mtu fulani. Kama ni hospitali, nenda hospitali mtu fulani, nenda kwa mtu fulani, mtaalamu fulani. Aliwajaribu watu, kimsingi alienda mahali na mahali ili kutaka kupata suluhu ya shida aliyokuwa nayo ya kutokwa na damu. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, hadi miaka 12. Maandiko yanasema ya kuwa aliuza kila kitu, mali yake ilipotea ili aigharamie afya yake, ambayo ni dhahiri kwa mtu yoyote yule. Afya ni kipaumbele. Bila afya hakuna chochote. Kwa afya, kwa gharama yoyote ile, mtu yuko tayari kuitoa kwa sababu haina mbadala. Zaidi, afya ikipotea, mtu akifariki, hamwezi kurudisha. Anaweza kauza chochote akiwa anatumaini ya kupona, na akipona anaweza kutafuta chochote kile ambacho alikuwa amekipoteza. Lakini afya aligharamia. Hakupata msaada popote pale, hakupata uponyaji popote pale. Hali yake ilikuwa inaenda vibaya, inakuwa vibaya, inakuwa vibaya, inakuwa vibaya. Ilifika mahali ameuza kila kitu, afya yake inazorota, maisha yamekuwa hayana tumaini kwa kila kitu. Katika mazingira aliyokuwepo hana msaada, mwenyewe hana msaada, ndugu hawana msaada. Wale wauguzi, matabibu na wowote wale ambao wangeweza kutoa msaada, aliweza kugharamika kufika, walio mbali na walio karibu, lakini bado hakupata msaada. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu inawezekana. Kama wanadamu, ndio kuna mambo tunaweza tukawekeza bidii, kuna mambo tunaweza tukawekeza hata fedha katika kutafuta suluhu kwake, lakini kuna mambo yako mbali sana na uwezo na akili ya mwanadamu kuweza kuyatatua. Ndipo akili zetu zinahitaji Mungu aingilie kati. Tuna ukomo katika uwezo kama wanadamu. Inaweza ikawa ni maswali ulionayo, inaweza ikawa ni changamoto unayopitia, inaweza ikawa umefikia hatua, huyu mama na miaka 12, tatizo lake ni kutoka na damu, ni ugonjwa. Lakini wewe unayenisikiliza, inaweza isiwe ni ugonjwa, lakini kuna jambo muda mrefu halina suluhu. Umejaribu kule, umehangaika kule na kule, umeweka jitihada hii kwa namna hii, kwa namna hii, lakini bado liko pale. Natamani nikupe neno la tumaini hili: yasiwezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Ingereza anasema nothing is impossible with God. Hakuna lisiyowezekana kwa Mungu. Ndipo mama huyu aliposikia habari za Yesu. Yesu anapita hapa,
Alikuwa anaelekea kwa Yairo, mkuu wa sinagogi, ambaye alikuwa mtoto wake anaumwa. Mama yule aliposikia kwamba Yesu anapita, moyoni mwake imani yake ikainuka. Alikuwa hana cha kupoteza. Hata hivyo akasema, nitaenda kwa Yesu, nitaenda kwa Yesu leo, na nikienda nitagusa vazi lake, na mara nitapokea uponyaji. Kumbuka, hajawahi kwenda huyu kwenye mikutano ya Yesu, hajawahi kwenda kwenye makongamano yake, hajawahi kwenda kwenye mikutano ya uponyaji ya Yesu ambayo Yesu alikuwa anaifanya. Lakini imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwa, bayana ya mambo yasionekana. Ni kweli kwa sasa haujapona, lakini unaamini kwamba nimepokea uponyaji. Ndio mama huyu aliweka imani hiyo kwenye moyo wake, akasema nitaenda. Alichukua hatua ya kiimani, hakujionea huruma, akasema nitasimama. Ninakupa neno hili, simama. Chukua hatua ya kiimani, mwendee Yesu. Yesu anapatikana wapi? Piga magoti hapo ulipo, mwambie Yesu, nimefanya hivi, nimeshindwa. Nimeenda hospitalini, nimeshindikana. Washauri wameshauri ili jambo halijafanikiwa. Nimejaribu kwa nguvu hizi, sijafanikiwa. Ninakuja msalabani. Ndiko anasema, nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Sema, msaada wangu utatoka katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Uponyaji wangu utatoka wapi? Utatoka kwa Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Yeye asiyelala, yeye asiyesinzia, anao msaada kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Wapi unamhitaji akusaidia? Wapi unahitaji apite? Yuko tayari kukusaidia. Umejaribu kila mahali. Leo weka imani yako kwa Yesu. Kama ambavyo unaweza ukawa na imani kubwa ya kwenda hospitalini, weka imani kubwa kwamba nikimwamini Yesu aweza kunisaidia. Unasema siwezi kuomba, Mungu anaweza kukusaidia. Unaweza kuomba kwa lugha yako hiyo hiyo. Mnyenyekee Mungu, tazama msalaba, salimisha maisha yako. Yesu anatokeza mahali ambapo mama huyu amekosa tumaini kwa pengine. Yesu anatokeza mahali ambapo nguvu za mama huyo haziwezi tena, na anachukua utukufu kwa kila kitu, kwa sababu kila kilichofanyika kilikuwa ushuhuda kwa mama huyo, kilikuwa ushuhuda kwa majirani, kwa ndugu, kwa jamaa na wote waliosikia, ambao wengi wao walimkatia tamaa, wengi wao walihesabu siku. Tuna mgonjwa kwenye mtaro, tuna mgonjwa kwenye nyumba fulani. Hapana, yule hali yake, taarifa zake zilienea, na ndivyo taarifa yake ya uponyaji wake ilienea, na hivyo jina la Mungu lilitukuzwa. Kwa hiyo neno hili la imani kwa mtu mmoja, mwite Yesu, hakuna lisilowezekana. Nami ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu tunayemwabudu katika Kristo Yesu. Na wewe ukiwa umwabudu huyu Yesu Kristo, mwambie akurehemu na akuponye. Mwambie Yesu, mwana wa Daudi, unirehemu na uniponye. Lord, have mercy on me and heal me. That is, you can pray that prayer. Anaweza kuomba maombi haya na atakuponya. Niombe pamoja nao. Mungu aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo, asante kwa kuwa ni kweli na neno lako ni kweli. Habari ya mama huyu ni kweli, na kwamba alipona katika miaka 12 ya kuugua kwake, alipokuja kwa imani na kwamba nitaligusa pindo. Nasi kwa njia ya maombi haya aligusa pindo kwa maombi, na nguvu zako Mungu zikutoke. Mponye mama mmoja aliyoko hospitalini. Yesu, nakuomba mbio uzima. Mponye mama mmoja aliyoko nyumbani kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, ninakuomba mponye yoyote yule ambaye anahitaji mkono wako, msaidie. Kumbuke akina mama wajawazito, mkono wako uwe mkuu kwao. Mkumbuke anayepita kwenye changamoto ambayo haina jibu, haina suluhu. Yesu Kristo, naomba hakuna lisilowezekana kwako, naye huyo apate suluhu. Asante kwa sababu ya kila mmoja ambaye anaamini juu ya uwezo wako, nami ninakuamini pamoja naye. Tenda miujiza Yesu asiyoshindwa. Katika jina la Yesu Kristo, bariki watu wako wanaosikia.
Asante hata kwa wale wanaosikia katika lugha nyinginezo. Lord, I pray for those even that they do not understand Swahili, but they do understand other language. Father, I pray for their healing in the name of Jesus. Glorify your name as you manifest your glory and your power. For your name's sake I pray. In Jesus' name, amen. Amen. Barikiwe na Mungu akubariki sana. Asante. Shirikisha mtu mwingine. Shalom. Subscribe, share, like pia na comment. Amen.